atakuwa yuko nje ya mji. Habari za Yesu ndiye habari ya mjini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo ni Jumapili na Bwana ameifanya iwe Jumapili kwetu, iwe siku nzuri ya kuingia nyumbani mwa Bwana. Tunapoelekea kwenye kumalizia ukingoni mwa mwaka huu na kuingia mwaka mwingine, lazima habari za Yesu Kristo zihubiriwe kwa kila mmoja aliyemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Habari za Yesu lazima zienee kwake, kinywani mwake, maana ninazungumza kile kinachomtoka mtu ni kile ambacho kimeujaza moyo wake. Kama umejazwa habari za Yesu maishani mwako, timizi tutasema kila wakati habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hutazungumza kitu kingine chochote isipokuwa utazisema habari za Yesu kwenye maisha yako, mahali popote unapokuwepo, nyumbani kwako, kazini kwako, kwenye biashara zako, utasema habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Matendo ya Mitume tumesema mwandishi wake ni Daktari Luka, alikiandika mnamo mwaka wa 63 baada ya Kristo, akiwa anajitafutia usahihi, uhakika wa mambo ambayo aliyasikia kwa watu wakisema, na yeye ameona vizuri afanye uchunguzi, afanye uhakiki, halafu aandike taarifa au aandike habari ambazo hana mashaka nazo. Amina. Daktari Luka msomi anafanya uchunguzi, anafanya utafiti, halafu atengeneza habari zenye uhakika, atengeneza taarifa ambazo hazijagushiwa. Awe daktari kweli aliyesoma kwa sababu ya aina ya utafiti wake. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma kila kitabu, anasema kila kitabu cha kwanza alikiandika kwa Theofile mtukufu na vitu gani vile, lakini hapa anajaribu kuonyesha sasa uchunguzi wa kina wa kazi ya Yesu, na anaandika kwa kusudi la namna ambavyo Roho Mtakatifu alitenda kazi pamoja na waliokuwa na mwamini Yesu. Amechunguza, akapata uhakika, akamwelezea Roho Mtakatifu namna ambavyo alitenda kazi kwa waumini wa wakati wa kanisa la mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza vizuri. Unaposikia kuna habari, wanapoangalia wale waandishi wa habari wa ulimwengu huu, mtu akisoma tu kile kichwa cha habari kinamvutia kuendelea kusoma na kufuatilia kilichoandikwa ndani zile habari. Lakini habari za Yesu zikizungumzwa na mtu yoyote, lazima mtu atafuatilia kwa kile ambacho anakiona kwenye zile taarifa au kwenye habari hizo. Kuna nini ndani ya habari hizo? Kuna nini ndani ya taarifa hizo? Bwana Yesu asifiwe sana. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi ambavyo Mungu alimpea mafuta kwa Roho Mtakatifu na akaenda huku na kule akitenda kazi njema na kuwaponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa sababu nguvu ya Mungu ilikuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Anaona ya kwamba Yesu alikuwa na nguvu, Yesu alikuwa na mafuta, Yesu alikuwa na uwezo wa kuwafikia waliokuwa na mateso. Wapendwa, kama una habari ya kupeleka mahali, mbona usiende ukakaa tu nyumbani ukatulia? Lakini kama sisi tu mashahidi, kama tu wahubiri, wapendwa, tunazo habari, na habari zenyewe ni za Yesu. Tuna habari zingine kumwelezea mtu maisha yake na kuelezea si kiongozi au nani ni kupoteza muda. Sisi tunazo habari za ufalme wa mbinguni, tunazo habari za Yesu, tunazo habari za Mwokozi, tunazo habari za mtenda miujiza kwenye maisha ya wanadamu, anayeweza kwenda kwenye kaburi likasalimu mle na likaachia na mtu akatoka. Habari za yule mwanaume tunazo, na sisi ni mashahidi wa mambo hayo. Lazima tumweleze Yesu, lazima tumseme Yesu. Kama
kwenye maisha yetu. Habari za Yesu. Unazo habari gani kwenye maisha yako? Una taarifa ipi? Kinapoamka una taarifa ipi? Una habari ipi? Kwenye maisha yako una taarifa ipi? Mpendwa. Una taarifa ya ugumu wa maisha? Una taarifa ya magonjwa? Una taarifa ya mateso? Tunazo habari njema za Yesu Kristo zinazoleta majibu, zinaleta usalama, zinaleta amani, zinaleta utulivu. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi ambavyo Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukishatiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu, ukapewa nguvu na uwezo, wapendwa, hutaogopa nguvu ya giza, hutaogopa shetani, hutaogopa jini, hutaogopa mchawi, hutaogopa mganga, utawakabili kwa sababu umepakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu, wapendwa, haogopi chochote. Haleluya. Wapendwa, haleluya. Tunazo habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikwambie. Tunaposema habari za Yesu, tunaposema habari za Yesu kwenye maisha yetu, wapendwa, ndio kusema kwetu, ndio kutafakari kwetu, ndio kutenda kwetu, ndio kuishi kwetu. Pasipo huyu Yesu kumwelewa na kumfahamu, hatuwezi kufanya jambo lolote kwenye maisha yetu. Na ndio maana mwenyewe anasema kwenye kitabu kile cha Yohana, pasipo mimi hamuwezi kufanya neno lolote. Kaeni ndani yangu. Amina. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, tukishakuwa na habari za Yesu, tukakaa ndani yake, wapendwa, miujiza na maajabu tutaziona kwenye maisha yetu. Haleluya. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu tulio nao sasa, ndugu zangu, hauna majibu sana. Ndio maana sasa shetani anapotengeneza magonjwa kwa wanadamu, wanakimbilia hospitalini. Nataka nikwambia pendo, hata kwenye hospitali hapana jibu la kweli. Amina. Huko nako watu walienda wakafia huko hawajapona, lakini Yesu habari zake zinaleta majibu kwenye maisha yetu. Tukimwita anaitika. Ndio maana wengi wameponywa, ndio maana wengi wamefunguliwa, wanashuhudia habari za Mwokozi mwanaume. Maana hakuna mwanaume mwingine anayeweza kufanya kazi za kufufua kwa Yesu peke yake. Wanaume wengi wamelala kaburini. Wakina nani wale uliofahamu? Wakina Samsoni waliokuwa wanatembea na mageti, wamelala chini ya ardhi. Mwanaume alitoka kaburini, akanyanyuka na nguvu. Bwana asifiwe sana. Akatangaza anao ushindi. Amekwisha kumkamata ile nguvu ya mauti, amekwisha kuikamata nguvu ya mateso. Mwanaume akatangaza ushindi. Mwanaume akatangaza tumaini jipya. Habari za Yesu wa Nazareti mwenye nguvu. Kwa tunapotangaza habari za Yesu, wapendwa, tunategemea kuona majibu, tunategemea kuona miujiza, tunategemea kuona watu wakiokolewa na kubadilishwa, kutolewa kwenye nguvu za giza, kwenye matunguli, kwenye uganga, kwenye uchawi, kwenye dhambi. Watu wanatolewa, wanakuja kwa Yesu na kumshangilia kwa matendo makuu anaweza kuyafanya kwenye maisha ya wanadamu. Haleluya. Wapendwa, haleluya. Inuka wa kila aina. Wewe mwambie wapendwa wangu, Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu anapokuja, kazi kubwa ya Roho ndani yetu ni kuzalisha, ni kutengeneza, ni kuunda nguvu ya kumwezesha mtu kusimama popote. Pamoja na yeye wasiwepo, anasimama popote na anamweleza Yesu kama alivyo. Mwanaume Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna chama kimoja cha siasa kinazungumza habari ya kusema wanaume si namna gani. Vyama kila chama kina namna yake na mbinu zake. Wanaume wao walitoa kwa Petro, kwa Paulo walipokuwa kule kwenye bahari, mtumbwi umepasuka, umevunjika. Paulo akasema wamekaa mle siku kama 3 wajana. Anawaambia changamkeni wanaume, changamkeni, maana hakuna hata mmoja atakayepotea. Alafu anatoa na mkate wanakula. Mimi
Kwa maisha au nafikiria yale maisha nisingeweza hata kula mkate. Maana kama mchungu umeshapasuka, umebaki na leko kwenye tumbao penyewe. Kamtumbi na kafanya vizuri kamtumbi. Kamtumbi kameshapasuka kamevunjika. Alafu mko kwenye tumbao. Alafu wanaambia wanaume changamkeni. Anaanza kumega mkate. Sasa nisunge wao mkate. Mle ndani kwenye kale kaubao. Sidhani kama ningeula hata mkate. Lakini kwa nini? Anazo habari za mwanaume, anajua kwamba hakuna atakayezama hapa, maana anazo habari. Wanasifiwe sana. Anawaambia yule niliyemtumikia alitokea akaniambia hakuna hata mmoja atakayekufa. Amenena kwamba mimi ni mtumishi na ni mjumbe wake, ninazo taarifa zake. Wanasifiwe sana. Dunia ipige, dhoruba ipige, upepo pige, majaribu yake, mwanaume atasimama na Mwokozi wake aweze kumgusha kwenye majaribu. Usihofu, usiwe na mashaka. Mwanaume Yesu yuko ndani yako. Mwanaume Yesu uko naye. Mtawala wa ulimwengu uko naye. Una haja gani ya kuwa na mashaka na kuogopa na kuwa na wasiwasi? Una haja gani? Asante sana mzee wa kanisa. Kama tumekaa kwa kitu kimoja tu leo hivi. Nashangaa. Na mimi ujumbe huu nilipewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nizungumze tu habari za Yesu wa Nazareti, vile ambavyo Mungu alimtia mafuta. Kama kweli umetiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu, lazima kuwa na nguvu kwenye maisha yako. Lazima kuwa na uwezo kwenye maisha yako. Katika jambo lolote linalotokea kwenye maisha yako, uwe umehakikisha kwamba mwanaume Yesu yuko hapa kasimama kwa ajili ya kutusaidia na kutuvusha. Sikizeni wapendwa wangu. Katika siku tulizonazo wapendwa, tunahitaji kuwa na watu waliojaa nguvu, waliojaa imani, ambao hawawezi kuyumbishwa na nguvu yoyote ya giza. Yesu anazungumza, mkiwa na imani, mtauambia mlima huu ng'oka katupe baharini, wala halitakuwepo jambo gumu ambalo litawashinda. Mangapi imekushinda wakati na Yesu? Kakija kahoma, kanakuweka kitimoto. Unakuwa na mashaka, kahoma tu ndani kamepamba moto kahoma. Unajua kahoma kipamba moto ndani ya nyumba. Unashangaa mtu anaanza kutetemeka mwenyewe na wasiwasi na mashaka. Sikiliza wapendwa, kahoma kakija kaweke chini. Na mtumishi mmoja tunasoma naye. Unasikia? Tunasoma naye. Alikuwa na imani kubwa. Wakati pepo ametokea, wakawa wanakula. Unasikia? Pepo katokea. Amemvaa mtu anakula. Anasema aliweka mguu, kaweka namna hii kwa pepo na kukanyaga mpaka nishibe kwanza. Nitakaposhiba nitashughulika na wewe. Hiyo si ni imani? Wewe ikitokea pepo hapo unainuka na chakula hapo kinasambaratika, unaanza kukimbia kwa pepo. Alipomaliza kula sema sasa nimeshiba. Sasa ukiwewe pepo sema sasa hata sijafunga, pepo atatoka sasa. Unaanza kufunga. Sikiza wapendwa, tunazo habari za mwanaume Yesu ambaye anamdhibiti shetani popote, mahali popote, saa yoyote, iwe mchana, iwe usiku, iwe jua, iwe mvua, iwe vumbi. Mwanaume Yesu habadiliki, anafanya kazi saa yoyote. Unapomhitaji anatenda kazi, ukiogopa anakaa pembeni. Unabaki na mashaka yako na hofu yako na wasiwasi yako. Mwanaume yupo kutenda kazi saa yoyote, wakati wowote akihitajika. Habari za Yesu wa Nazareti, bila ambavyo Mungu alimtia mafuta akampa nguvu ya kuzunguka. Wapendwa, huwezi kuzunguka kama huna nguvu. Labda kama una nguvu ya pepo. Maana wanaozunguka wenye nguvu ya pepo, yaani nguvu ya pepo inamsukuma, nenda kwa Elia, kamwambia hivi na hivi na hivi. Akitoka hapo anazunguka kwa David, nguvu inamzungusha. Kutoka kwa David anaenda kwa Eliki, nguvu ya kipepo. Kamwambia mzee wa kanisa, mbona itangaze vile vile? Mbona fulani fanya vile vile? Hiyo ni nguvu inamzungusha.
Lakini ukipokea nguvu ya Roho Mtakatifu, wapendwa, itakupa uwezo wa kuzunguka na kupeleka habari za wokovu. Wako wengi wanahitaji kuhubiri habari ya wokovu. Hii dunia unaona wengi wanakimbia kwa waganga wa kienyeji, sio watawala, sio akina nani. Wengi wanategemea nguvu za kienyeji, wanategemea maganga ya kienyeji. Maganga ya kienyeji yenyewe hata kufaa hajawahi. Sasa unakuta nimevaa ngozi ya kondoo, ngozi ya kenge, unakuta nimevaa na yale makonokono yale, halafu nashanga msomi profesa amekaa hapo, linageuza kitambi, linachanja, linakalia kitambi, nampiga na mateke, nampiga na kitambi hiki naona kina shida. Ganga ya kienyeji hata kubilingisha halijui, lakini bado yuko pale msomi, limemkalita kwenye kenge, kwenye ngozi ya kenge, kakaa hapo, vitampo masharti ya ajabu. Sikiliza wapendwa, hawa watu wanahitaji kupelekewa habari za Mwokozi Yesu ambaye ameushinda ulimwengu, na sisi tumepewa mamlaka ya kukanyaga nguvu zote za makenge, za majoka, za mavisi na matakataka yote ya kishetani. Tumepewa mamlaka hayo ya kukanyaga nguvu zote za giza. Una mashaka gani wewe, mtu wa Mungu? Una wasiwasi gani? Unaogopa nini? Tunazo habari za Mwokozi, tunazo habari za ufalme, tunazo habari za mleta amani. Yeye ameshinda na anapata kushinda. Simba wa kabila Yuda ana nguvu, hajawahi kuzeeka, hajawahi kuchoka, yuko hai milele na milele, ana nguvu zile, ana uwezo ule, na sisi ni mashahidi wa habari zake. Hapo ndio habari gani? Mitano nazungumza habari ya ulimwengu wa giza. Mitano nazungumza habari ya ushoga. Mitano nazungumza habari ya kusifia masuala ya wanawake na uzinzi. Sisi tunazo habari za Yesu. Na nisikize wapendwa, tusipotoka sisi kwenda kuambia watu, tukabakiza wale waganga na wachawi. Ngoja niwaambie, kuna Sukumani kuna namna wanafanya fulani mandoido. Niko naje kuangalia zamani kule. Wakiwa wamefungwa ndio nini? Unaona mama nani? Kama anafungwa hivi anaenda ili aende akashinde. Sio kafanyeje huko na mambo ya kienyeji yale? Hawa kama wanambariki hivi kwamba akafanikiwe endapo. Hayo ndio wanaofanya, wanaomwagia maji yale. Hakuna kitu kigeni pale. Kuna kitu kigeni yale ya uganga kama faida kule Mkumani. Shetani kaibadilisha sana siku hizi leo. Nikija na style ya zamani sitapata wateja. Nije na mfumo mpya. Anakuja kwa namna ya kuwadanganya watu kwa vitambaa na maji na unaweza watu wanamwagia maji, anamwagiwa maji, hajamtokea maji, hajanigusa maji, na wanauza maji ya tapeli. Tunafikiria, sikiliza, habari za Yesu ndio za mjini, sio maji. Wanasikia sana. Yesu alikuwa na uwezo wa kuyageuza hayo maji yote, kama ni kumwagiwa tunamwagiwa mlao. Kwani kuna haja ya kumwagiwa maji? Sio chochote kumwagia mwenyewe. Mpaka tuaje mwagie maji au kuishia maji. Kama ilikuwa ni issue ya maji, wapendwa, sisi kama na yazio tusingepata shida. Maana kama nilikwenda kuchota maji ziwani na kujimwagia na kuingia na kuambia watu umepona, nenda ndio umepona, umepata baraka, sisi tungetajirika kanda ya ziwa. Maji si hapo ya kutosha, kanda ya ziwa tukaenda kuchota ziwani, kwa ziwa litakauka lini? Kuna mwingine anahangaika na maji mikoa mingine na shikabu ya maji na tukio, lakini sisi hapa Msoma wapendwa, maji hapo ya kutosha. Amina wapendwa wangu. Tuna maji ya kutosha. Mtu anaenda bombani, ananawa, anamwaga na anachukua ndoka kikombe na anaenda pale kwenye bomba anachota. Wenzetu maji analindwa, ukiyachota kama mtu kikombe, unayanawa unayatunza kama na mwenzako. Maji ya tabu. Ingekuwa ishi ya maji wapendwa, sisi hapa tusingekuwa na shida ya maji. Lakini tunamhitaji sana Roho Mtakatifu na mwanaume Yesu akae ndani yetu, maana yeye ndiye shujaa atuwezeshaye kushinda. Bali palipofungwa yeye anafungua. Wamefunga maisha yako, wamefunga usifanikiwe. Unaye mwanaume atakupitisha popote, utashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kuwa na habari za watu, acha kubeba habari za nani, stori za mtu.
Mbebe Yesu ndiye mwenye habari ya mjini. Halafu huyo mseme kwa watu, na utaona matokeo. Watu wengi watapona, watafunguliwa kwa mikono yako hiyo ambayo Bwana amekupa. Una uwezo wa kufanya maajabu kwa mikono hii ya vidole vingapi? Vidole vitano. Inaweza kufanya maajabu. Anasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa. Amina. Watafanyaje? Watapata afya. Mwanaume anazungumza, nimewatuma mtaweka mikono juu ya wagonjwa na wagonjwa watapata afya. Wala msiwe na mashaka, msiwe na wasiwasi. Mwanaume anazungumza. Kwani sasa anatuambia tu mtachukua maji mahali, mtachota maji, mtaweka, mtamwagia maji watu, imetosha ndio sawa. Lakini kwanza tupewe uwezo, tuvikwe nguvu. Ambao anayezungumza yeye alipakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu. Walisingepakwa maji? Kwani singepakwa maji? Yeye na akaenda na maji. Ila Mungu alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu ikaanza kumwezesha kuzunguka huku na kule, lakini si kuzunguka tu, akitenda kazi njema na kuwaponya watu walioonewa na ibilisi. Kwa nini? Maana Mungu alikuwa pamoja naye. Wanasifiwe sana. Ukishakuwa na Yesu na Roho Mtakatifu, lazima Mungu aende pamoja na wewe, na wingu la Bwana likae juu yako ili uwe salama. Usiende peke yako. Hakikisha unaenda na Mungu. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, habari zetu lazima iwe na nguvu. Habari tunayopendwa lazima iwe na nini? Na nguvu. Unaposoma mstari wa 38, wana nguvu. Habari za Yesu, Mungu alimpaka mafuta kwa nguvu. Nguvu yenyewe ndiye Roho Mtakatifu. Sasa maisha yako ulivyokuwa umejichokea hivi, hii nguvu utaiona. Yaani tu yuko hoi, kuja kwenye ibada tu hapa kanisani, hoi kachoka. Yale kuja kujivuta. Wakati nakuja asubuhi kwenye ibada nikakimbiza sana pikipiki asubuhi. Maana tunamwahi malaika. Naambia tunamwahi malaika asubuhi kabla hajaondoka, tumkute malaika. Sawa Mwahi malaika. Mwingine hata hana habari na malaika. Hana jinja tu jojote. Aje anajivuta kujisikia. Huyo amekuja ibadani. Achoka, hoi. Yale shetani yuko na anabembeleza wewe, tulie tu kwanza hapa. Hatukona si unawahi kitu gani? Hivi kwanza una bahati. Uko jirani. Kabisa. Wewe unajua kuangalia unachelewa, wewe ni wa jirani. Sio kanisa si kweli. Wale majirani kabisa. Yaani kiasi kwamba vyombo vikiwashwa hapa hivi, anasikia kabisa kwamba pale kanisani ndio mpesha. Na tukianza kuomba sura hiyo ile kwanza mzee wa kanisa ile sauti ile mzee wa kanisa ile. Watu kwa bado yule. Tunaimba hapa ile asubuhi asubuhi. Leo mbona sikiona somaji yake kweli? Kwa nyumbani anasikiliza, msikiaje kwa nyumbani kwake. Anasipanga zile sauti kwa mama yake nafikiri. Hamna yule anaona kama ya mama fini, kama ya mama fulani hivi sauti. Yuko nyumbani kwa muda huo. Lazima anajua kinachoendelea. Kama sasa nafikiri muda huo atakuwa labda mwalimu wa Sunday school amesimama. Alafu akija, anakuja tu yani unamwona mtu unaangalia kweli huyu anamaanisha anapokwenda. Ndani kuna nguvu. Ya Mungu. Ya ibada, ya wokovu, ya Yesu. Wanapokuja ibadani, unajua kabisa kama huyu ndani yake huyu ni mgonjwa. Huyu mgonjwa wa kiroho. Tena mgonjwa mwenyewe ni mkubwa, sio mdogo, sio homa. Mmoja aliingia kanisani, alipoingia hivi, hajaja ibadani bila kama amehudhuria. Tumesema siku zote kwamba katika ibada yoyote inarekodiwa na anatuma malaika kutoka kwa Mungu. Anakuwa ibadani. Sawa Katika muda mliokubaliana, malaika yuko kanisani. Achukue taarifa za waliokuwa ibadani. Kwani tutasema hivi? Tutasema mara kadhaa. Lakini tuna habari. Anajiitia habari za Yesu wa Nazareti. Kila mmoja Mungu alimtia nguvu kwa Roho Mtakatifu. Ile nguvu itakufanya usichukue kwanza kuamka mapema, leo ni mapema. Inakutuma unaamka mapema asubuhi, mapili,
Ukishaamka unajua leo ni ibada. Saa 3 kamili ibada inaanza. Kwa kama ni issue ya chai, tutailaza kwenye thermos. Kwa nini kile yako nisema sinaoza chai? Kwa hiyo wapendwa, kwa mfano kuna watu ambao mama nani Yesu hebu njoo hapa. Huyu Susi huyu hapa hivi. Huyu Susi anacheza vizuri sana leo. Alikuwa ni zoezi. Anacheza vizuri katoto hapa. Unamfundisha na nyumbani? Asubuhi ukiamka mama anakuogesha. Unaoga mwenyewe. Naomba unajiandaa mwenyewe kabisa. Alafu mama ndo anajiandaa sasa kuja ibada. Kwanza wanaandaa watoto asubuhi. Hapa ndo wanafanya kuandaa asubuhi. Ninakumbuka zamani kuna Cherosi baadaye watu na watoto wadogo zamani kile. Tulikuwa watoto wadogo sana kama 5 kati ya Rehema na Faraja. Tulikuwa tunapatana sana. Sawa Kwa hiyo unaweza kumvalisha, unaweza kumnekesha kama unajiandaa muondoke. Unaona? Ndio tunataka kuondoka hivi na shangaa mtu kujisaidia. Ndio tunaanza kupumua upya. Tunataka kufunga tena ili kuondoka. Unaweza kuondoka kwa watoto wadogo, mwenye mtoto mdogo. Sawa Unajikuta pengine kwa sababu ratiba za watoto wadogo, mtu anajikuta amechelewa ni watoto wadogo. Angalie uji, pengine anatengeneza mazingira mpaka aende nao pengine kanisani anaandaa. Lakini hapo wapendwa, sisi karibia wote wanaochelewa ni wenye watoto ambao kwa kweli mtoto akiamka tu anaweza akapewa andazi na hana haja kumpozea. Anapoza mwenyewe, na anakunywa chai na anaenda kanisani. Walio wengi labda kina Glory. Glory yeye anaweza kapozea Glory kidogo sana. Lakini walio wengi wanaochelewa kanisani, maana yake nguvu ya Mungu haiko. Nikimuuliza Aleti yuko wapi? Yuko wapi? Binti yangu. Kalala usingizi. Maana ningemuuliza hapa anipate majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari za Yesu bila ambavyo Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu, akaenda na nguvu. Sasa tunategemea kuupindua ulimwengu, kufikia ulimwengu, lakini ndani yetu lazima nguvu izalishwe, nguvu ya kubadilisha, nguvu ya mapinduzi. Wenyewe tugeuzwe, tuwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ukiingia kwenye maombi wapendwa, wakija kuimba wimbo wa kuabudu kutoka kwenye maombi, tunaomba mbona muda umewahi sana leo. Maana amjaga siku zote ibada ya maombi, ukianzisha ibada ya maombi kama ni Ijumaa, unarudisha ule mlango, unafunga mlango, halafu tunajiachia kwa Yesu. Sawa Tunajiachia kwa Yesu kwenye maombi, kwenye kutembea, kwenye kubia, kwenye kugalagala. Na wachinzi tunaweka vigae nyumbani mwa Bwana Yesu Kristo. Yote. Ukipiga magoti, ukilala kwenye sakafu, uko mbele za Mungu unatafuta nguvu. Amina. Wapendwa, amina. Amen. Fanya chochote, ukiweza kukaya, unaruka, wewe ukaruka. Ukiweza kupiga ukuta usipomoe, utaweza. Mungu anaweza kupiga na kwenye ukuta, anaweza kupiga ukuta pale kwenye ukuta. Utachanika ukuta, utatuangushia ukuta. Usiende kwenye ukuta, wanasikia sana. Au ukae chini, piga ukae chini. Ndio hawezi kuvunjika hivi. Kama Mungu anashuka kukujia wewe, fanya chochote mbele za Bwana. Haya ndiyo maisha ya Pentekoste. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ya maisha ya Pentekoste leo yamekuwa ya ajabu, ya hoi, ya kujichokea. Maombi dakika 2 kaishiwa, kapotea mwelekeo, anaanza kuanza kupiga mioyo, akili yake sio mpeleka kwenye chai yote. Ningejua ningemaliza ile chai hiyo bakiza pale. Anamtoa sasa kwenye ibada, anamrudisha nyumbani. Yuko hapa, lakini maisha yake na akili yake imesharudi kwenye chai ile bado kwenye thermos. Ila yuko kwenye ibada. Na ndio maana kwenye kuomba, wapendwa, watu wamejichokea kweli, hoi. Naona siku hizi ambao wanajitahidi sana kufunga. Hoja niwape mfano. Neema uko wapi? Na Mark John hapa. Tunataka mfano leo haya, tunahitaji nguvu wapendwa. Hawa hapa hivi, hawa
maombi hawa na mnaweza hapa hivi. Hebu njoni hapa hivi. Hao ndio walifanya usafi jana kanisa. Wao ndio tunaangaa hivi. Tunawakuta wanafanya usafi hao wawili hao. Wanadeki wanafanya hivi mpaka upigae inang'aa. Kwa ni watu wangapi? Lakini hawa muda mwingi wanakuwa kwenye maombi ya kufunga hao. Muda mwingi. Daktari nao anauliza vipi? Kufanya maombi. Watu wazima wamejaza kidona kwenye tumbo. Mbona habari? Sasa kama tusipobadilika na kuwa kama watoto wadogo, tunaosema tumeokoka, tusipobadilika na kuongoka na kuwa kama watoto wadogo na kumpenda Mungu, mbingu tutaisikia tu. Maana chochote kinyonge kilicho dhaifu kule mbinguni hakikanyagi. Unanielewa eh? Wangapi wanaofunga watoto, mnaofunga hapa bila kutangaziwa? Mje hapa nione. Watoto mnaoomba wenyewe kabisa, kama mnasikia nyumbani umesikia kufunga na kuomba peke yako bila kutangaziwa. Nione hapa. Watoto. Sasa nitaagiza wazazi wenu waanze kuwanyima chakula. Wazazi mnanisikia? Hawa sasa nitacheza nao mimi sasa sahani moja hapa. Siku nyingine wanaomba saa 12 mnawanyima chakula kama hao. Hivyo kiofunga kutoka sasa. Wanaongea na Mungu. Ila wale wengine wote mlioko hapa hivi sasa taweka makubaliano kati ya mimi na wazazi. Wewe siku gani msipike chakula nyumbani? Ili wakae mbele za Bwana. Mtongo nendeni tuwaombea baadaye. Hiyo ni nguvu ya namna yake. Maana yake nini? Huyu mtoto kama ajifunza kuomba na kumtafuta Bwana, tunatengeneza mtu mwenye nguvu baadaye. Amina. Ambaye atakuwa na uwezo baadaye. Kiburi na jeuri haitakusaidia. Wanasifiwe sana. Kiburi na jeuri haitakusaidia chochote na hautafika mbali. Unajua watu wapenda na kiburi anakuja kanisani na tabia zake, hataki kubadilika. Mimi ni wa hivi, mimi naweza kunigeuza, mimi naweza, mimi ndio nimekomaa. Wapendwa, tutakuoa na ulivyokomaa ukakomalie nje, sio huko. Sio, unasikia ulivyokomaa na kukomaa usikomalie huko. Hapa tunahitaji watu ambao wana shauku, wanamhitaji Mungu, na hizo habari wasipeleke kwa wengine na wakawasaidia watu. Tuna ndugu zetu wanahitaji kusaidiwa. Sasa kama huna nguvu, alafu kama tusumbua sisi hapa kanisani, tunataka hiyo nguvu ipate ikupeleke kuwasaidia ndugu zako ambao hawajamjua Yesu, na mjomba zako na shangazi na akina babu na akina bibi wanaokula ugoro, wanakula au wanafanyaje? Wanamumunya. Ugoro ni kula au ni kumumunya? Mfano? Niku? Nifanyaje? Kubuya. Kubuya. Unaita hiyo kwa Kiswahili? Kama wanaotumia madawa ya kulevya wanabuya, yale wanabuya. Sasa Kiswahili hivyo kwa nini na wewe? Wewe unajua kubuya? Swali ni kigumu nyinyi. Sisi tunajua kule ni kula ugoro. Unakula ugoro wake na nini, alafu baada hapo sasa anaanza kutema mate. Usikukikana mwenye ugoro wapendwa wanatia kinyaa. Maana kisha kula ile ugoro yake alafu anaanza kutema mate ya ovyo kila wakati. Sasa uliala ya nini? Uliala ya nini? Na ukienda vijana kutaka bibi kabisa ukifika kwa kwambia nipe hela ya ugoro, na wewe unasema ngoja huyu ni bibi yangu, ngoja nitafutie hela ya ugoro. Nampaje hela ya ugoro bibi? Simpe kama soda. Kwa lazima ile ugoro. Kama bibi unampenda, mtafutie hela ya soda, anywe soda na biskuti na keki labda na mandazi, usimpe hela ya ugoro. Wala ya sigara. Maana ukishamwambia habari ya ukampa soda na ukampa na andazi na ukaliombea. Kwa nini niliombea andazi? Ili ukilina Yesu akuponye alafu na uokoke. Niliombea nini niokoke?
Nakuombea kwa sababu mimi mwenyewe nimeokoka na pesa naona kununua soda imeokoka. Wao nakuombea ili wokovu ulio ndani yako uingie kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mkristo mwenye habari ni mwenye nguvu. Na watu wengi watatamani kumsikiliza kwa habari yake aliyonayo. Mkristo mwenye habari ni mwenye nguvu. Sisi habari ya nchi ya wanasiasa sina kina nani, hizo tuachane nazo. Maana hao watakuja wahukumiwe kwa kazi zao. Ila sisi tunawaambia ni vizuri wakamgeukia Yesu, wamwamini awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Maana Yesu alikuja kwa kila mwenye mwili ili amwamini, na kwa sababu hiyo alipigwa ili watu wapate kuokolewa wote. Hapa hakuna cha Myahudi, hakuna cha msomi wala hajasoma, hakuna cha mweupe wala mweusi, bali wote wanatakiwa wapite, maana Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu afiki kwa Mungu bila kupitia Yesu. Haleluya. Haleluya. Hii ndio habari ya mjini, habari ya Yesu na Roho Mtakatifu akitembea pamoja naye. Na sisi tumeachiwa kazi ile Roho Mtakatifu, na mafuta ya Roho Mtakatifu yako ndani yetu, sio mafuta ya chupa. Anauza mafuta ya chupa na kuwapaka watu na kuwadanganya watu na tumaji. Ogopa kama ukoma. Wanasifia sana. Itafute nguvu, inapatikana. Nguvu ya Mungu iko mahali hapa. Na Mungu ameachilia nguvu ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Izalishe utumishi. Wewe kwa siku zote huduma yoyote kuna chochote ndani, na umeokoka kuna miaka 2, una miaka 3 na unazaa. Roho Mtakatifu hata hakuumbii huduma ndani. Halafu huduma kuishi. Kianza kwa kanisani wengi hapa hata hawajui hapo. Hivi ameokoka fanya nini? Hata haelewi. Maana hajishughulishi na chochote. Sasa umeokoka kukaa kanisani, na mwisho wa siku kosa kazi ya kufanya, utaanza kuajiriwa na shetani. Unajifanya mkosoaji kanisani, unakosoa mahubiri, unakosoa watumishi, unakosoa chochote. Nasema wapendwa, wala hatutaionea haya Injili. Tukiona umeanza kuwa mkosoaji, tunakupeleka nje. Maana hapa wapendwa hatuna wanaharakati. Sawa Hapa hakuna mwanaharakati hapa. Nataka mapinduzi kanisani. Hapa mchungaji ni moja tu. Sawa Na hatuna mchungaji wengi. Mchungaji ni mmoja tu. Nikisema natangaza mchungaji msaidizi, nafikiria. Sasa mchungaji msaidizi simeshakuwa naye. Na mama mchungaji, si mchungaji msaidizi, kwa nani si mwingine? Sasa kama tumeanza kazi pamoja, tunahangaika, tunapita pale kwenye matope, hata njia haikuwepo, tunabeba vito, tunapita kwenye mto, tunasaidiana. Hapo kuna mchungaji msaidizi sasa. Au kama tukiweka vigae ndio anakuja mchungaji msaidizi kwa vigae. Wanasifiwa sana. Maana kama atakuja hapa asema mimi sasa nimekuja mchungaji msaidizi, tunampeleka kwenye kanisa ambalo halina vigae, tunamwanzishia. Sio hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tunamwanzishia kanisa. Sio hapa ya kuanzisha mengi. Naliwaambia hata kuanzisha kanisa kule Kwangwa, na huku tutaanza tu baadaye. Maeneo fulani huku nimetaenda kufanya survey kule. Na nimeshaambia hapo watumishi wa Mungu hapa mpo hapa. Mpo. Hapa si mpo. Tawapeleka waende kule kazini Bwana mpaka timike. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua ya pili ni ule uwezo wa kuwafikia wote waliokamatwa na Ibilisi. Ule uwezo wa kuwafikia waliokamatwa na Ibilisi. Uwezo wa kuwafikia waliokamatwa na Ibilisi.
Roho Mtakatifu anapokuja kwako wapendwa, lazima tutakuwepo nguvu ndani yako ya kupeleka kwa mtu ambaye amekamatwa na nguvu ya giza, amekamatwa na ibilisi, amekamatwa na pepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikizeni wapendwa, mnapoona ninyi mnapita kwenye njia, mnatembea, kuna watu usiku kucha hawajalala, wanaoga kwenye njia panda. Kuna watu sasa mimi na mali tunakuta kama mavyungu yamepasuriwa kwenye njia panda. Unaona? Lakini mbaya zaidi wengine wamebebeshwa mpaka makaburini usiku na mahali majitu. Amejitwisha usiku mpaka kaburini usiku. Wewe tu ukipita pale kaburini, ikitokea bahati mbaya ukajikuta pengine umeshushwa na basi usiku, kama njia inapita kaburini, hata kama ni kuzunguka, utatafuta uzunguke kaburini, mtu hapiti kaburini. Kwa nini? Maana pale kaburini inafanyika ni wapaya wote walioko pale, utakutana na utabangi, vibaka, utakutana na wachawi, watutumbi, utakutana kwenye kaburi. Sasa ukipita pale, unasema ole wangu aliyenipitisha njia hii, mama yangu. Na wengi wanasema kama mama yangu, hata wakubali Yesu. Maana kama ni njia inapita kaburini, mtu anaogopa kupita kaburini. Kama ni njia. Sikuoni yale mapepo ya wagerasi bwana kaa kaburini. Ni mahali pabaya. Na hapo na wachawi. Sasa ili upate nguvu wapendwa ya kuwafikia waliofungwa, na kuambia habari za Yesu na kuwaombea, lazima kwako ndani hii nguvu ifanye kazi ya operate. Yaani itakupush, itakulazimisha, itakuforce, hata unaweza kujizuia, lakini ile nguvu itakuforce, utaenda, utamwambia mtu habari za Yesu. Nimekuja kwako mpendwa, ninazo habari. Habari gani za Yesu? Unafanya hivyo? Mama Esther, unafanya hivyo? Umpeleka mtu habari za Yesu. Wewe sasa unasema jamani, karibuni kanisani kwetu. Usimwambie tukuja kanisani kwetu. Anakuja kufanya nini kanisani? Sasa kwa nini tunakudu pamoja? Kwani nikija tu nikabudu pamoja ndio tumefanyaje sasa? Ndio wapendwa, nimekuletea habari za Yesu. Na kama ni mtu ugoro, mwambie ache ugoro, ugoro ni dhambi. Sawa? Kama ni mtu mtumbi, kama ni mchawi, mwambie ache uchawi. Sawa? Kwa nini watu wapagana wanajua kama mtu fulani ni mchawi? Alafu leo na Mungu eti hawajui. Hivyo ndio wapagana wanajua wachawi eti. Wanajua kabisa mtaani kwamba huyu ni mchawi. Na wanaelewa. Ila walio na Mungu sisi mchawi. Eti usubiri mpaka wapagana watuambie, kale kama mama kale, nikatutumbi sana. Alafu mtu Mungu anaanza kutembea sasa. Kale kama mama kwani nikatutumbi. Sasa wewe usubiri mpaka mpagani akuambie. Wewe jipike nguvu ya Roho Mtakatifu. Halafu nguvu ya Roho Mtakatifu yenyewe itakuambia, lakini pia itakwambia na tatizo lake na namna ya kusuluhisha tatizo lake. Sina nguvu. Yeye akiishia kusema kale kabini nikatutumbi nikachawi, anaishia hapo na kuanza kukaogopa. Akipita wanasema kwa heshima sana, "Baby, jambo bibi." Kwa mbali kwa heshima. Lakini sisi tuliokoka anamwambia bibi, jambo. Yesu anakupenda. Unaona mashaka na wasiwasi gani? Eti mama, unaogopa kachawi? Maana wao watu waliookoka kitokea kachawi hapa anatetemeka. Sasa kusema siku moja kama sio wizi au tushuhudia hapa akasema kuna kanisa lile ambao walikuwa wamekataa kuomba, unakumbuka Kanisa walikuwa waombi, wanakuwa wataki kusali na nini. Sasa siku kaenda kanisani kabibi hapo anajulikana wao ni kachawi, wanakafahamu na walokole wanakafahamu. Kalipofika mle kanisani kwenye ile kanisa ambao kwa waombi, siku hiyo kila mtu aliomba. Yaani siku hiyo kama moto wa uamsho ukashuka. Kumbe bibi ameletwa ili moto wa uamsho ushuke kanisani. Mwenye kukemea, mwenye kupiga kelele, kufanya nini? Anajihami na kale kabibi. Kamekuja na nguvu nyingine. Sasa una nguvu gani wewe mpendwa? Hiyo nguvu kweli utambadilisha shetani? Sasa tutasa Mungu.
Nataka nikwambie wapendwa, tunatakiwa ndani yetu tuenee habari za Yesu, na ndio ziwe mazungumzo yetu. Wapendwa, haleluya. Yawe ndio kusema kwetu maneno ya Yesu na injili ya Yesu. Iwe ndio kuzungumza kwetu. Mkiwa mahali fulani, zungumza habari za Yesu. Mimi nafurahia maisha ambayo yamenitia moyo sana, maisha ya Beka. Nimekaa pale kwenye kijiwe chao mara kadhaa pale na kuwepo pale. Kinachomtia moyo ni kule kutambua aina ya maisha yako, kwa heri mtu wa namna gani. Amina. Kwamba wanamjua kwamba Beka ni mtu aliyeokoka, lakini pia ni mtumishi wa Mungu. Hiyo tu inatosha kumtangaza Yesu. Sio unakaa pale unani ueleweki umeokoka kweli au hujaokoka, maisemo yako ni ya kidunia. Unajua kuna msemo kanisani ya kidunia, huko kanisani. Sasa watu wanajua kabisa vile kitu kanisani ukikuta mtu na kama leo unasema Beka Daudi hapa pale buku. Kwani buku ni Kiswahili? Kuna mambo mengine sisi kama kanisa tujizuia kuyasema yale ambayo hatupaswi kuyasema, tusiyaseme. Sawa wapendwa wangu? Ile misemo ambayo ni ya kihuni, ile misemo ya ajabu, haimpasi kabisa mtu aliyeokoka kusema. Misemo fulani ya namna ajabu, tumipasha haipasi. Mimi napenda wangu. Napenda Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikiwa na jambo najisikia vibaya na mkata Elia umenifanyia 1 2 3 rafiki yangu, naomba kama kuna mahali nimekosea naomba unisamehe. Sawa Akisema nikamwambia nisamehe, na wewe unataka niambie nimekusamehe. Kumbe sawa hivi nikisema nisamehe na nimekusamehe kuna kosa? Wapenda mhubiri wa Jumatano Kitimari Kibariki nasema hivi kwamba unashangaa mtu mmeendea mwambie nisamehe, ndio nimekuja nimenifanya moja ndio pia niombe. Kwani nimekuja nikuombe? Eti mama Donald, nimekuja kwako, umenikosea, ninakufuata, nahitaji suluhu. Sawa halafu unaniambia niombe, hapo tumesuluhisha. Sasa kanisa hapo tumesuluhisha tatizo. Amekuja kuombe. Mimi nimekukosea. Yaani uliposema wewe nimekukosea, ukaja kwangu kutaka suluhu. Lakini katika kutaka suluhu ukaja, unajua wewe umenikosea sana leo wewe. Yaani sidhani kama hata mbinguni unaweza ukaenda. Sasa huyu anaweza akapata tu, kama akipata maongozo ya Roho Mtakatifu anaweza kukuambia samani, naomba niombe kama nimekukosea. Anaweza akasema hivyo ili akupe tena kazi wewe ya kufanya. Tufanye kazi. Mara kwenye Katoliki ule wanao na kumwambia tukasali salamu Maria mara ngapi na baba yetu aliye mbinguni. Tumerudi kule ambao tulitoka zamani. Lakini kama atakuja kwa kufafanua. Msikilizeni wapendwa, msikilizeni vizuri. Biblia inazungumza ndugu yako akija kwako hata kama mara 7 mara 70, wewe msamehe kwa siku moja. Sawa Lakini mtu akija kwako ana neno na wewe, ana jambo. Sawa Ana jambo. Nikuja mimi na jambo na wewe ambao mimi nasikia kwamba halijakaa vizuri kwangu. Nikija kwako hata kama una sababu za kueleza maombi, wewe tangaza msamaha. Wapendwa, amina. Maana Yesu ndio kazi alifanya kwetu, kutusamehe bila kutoa gharama na mahesabu mengine ya kusamehe na kuachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari ya kuomba, wewe tuombe sasa kwamba Bwana naomba unisaidie, Bwana uniponye kama kuna jambo nimemkwaza ndugu yangu, alibariki ndugu yangu, Bwana niondolee. Ndio maana tunasema kwamba ikiwa iko njia ndani yangu inaleta majuto, mwambie Bwana niondoe. Amina. Bwana kutengeneze. Ndio maana Daudi anaomba Bwana usiniondolee furaha ya wokovu, alafu na Roho wako Mtakatifu asiondoke kwangu. Hivyo nguvu itakufanya kushinda kanisa. Sasa mashamba kinachonisikitisha siku za leo, tuna Wakristo wa ajabu ambao kwa kweli wanahitaji msaada wa Mungu.
Wanasifiwa sana. Wakristo wa ajabu sana siku za leo. Na hii nisikilizeni, ni kwa sababu tumeamua kujaza makanisa, yani hatuhitaji kukemea dhambi, yani tunasema tujaze kanisa, na wakati mwingine tunatenga, anambia huyo amefanya dhambi, kwa hiyo tumpenge siku 2-3 alafu baadaye tumfungue. Nisikilizeni, nataka niwaambie leo kwamba hapa mtu akitenda dhambi kanisani, na nielewa vizuri sitangazika nitamfungua lini. Wanasema hivyo. Mpaka Bwana atakaponiambia nijiridhishe na mimi kwamba njia zake zimekaa vizuri na Mungu, nitamfungua. Wala sikwambia nakutenga wiki 2 hapa nitamfungua. Sio kanisa la Mungu. Wanasifiwe sana. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Hapa sio mahali pa kufanyia uwanja wa dhambi. Hapa ni patakatifu. Tunatafuta nguvu ya Mungu ya kutuwezesha kushinda dhambi, kushinda nguvu za giza. Tutasafiri kwenda kwa Baba yetu, tukakae na Mungu wetu. Ndio maana waitao ni wengi, ila wateule wachache. Wengine wataishia tu hapa. Mbinguni hawaendi. Sasa wale ambao mbinguni hawaendi, wasitufanye tunaosafiri kwenda mbinguni tukashindwa kwenda mbinguni kwa sababu ya wale ambao wasafiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema, ondoweni mwovu mbaya katikati yenu, toweni mtu mbaya katikati yenu. Inazungumza kuna wakati mwingine tutawatoa wanaoonekana kutokubadilika na kutokuacha njia zao mbaya za zamani na tabia za zamani zile ambazo walikuwa nazo kabla hawajaokoka. Tutawatoa. Kwa mnanielewa tutawatoa kanisani. Tunataka habari za Yesu. Amina. Tunataka nini? Habari za Yesu. Hizo ndio habari ambazo tunataka kuwa nazo sisi sote tuliookoka. Habari za Yesu kwenye maisha yetu. Maisha yetu sisi. Hatuna habari zingine za mtu, za nani, za mchungaji, za spika. Tunazo habari za Yesu, ndio maisha yetu. Naomba tusimame. Wapendwa, tafuta kuwa na nguvu. Tafuta kuwa na habari za Yesu.